Ndugu wapendwa katika Kristo, leo tunakusanyika kuzungumzia fumbo ambalo kila muumini hukutana nalo wakati fulani wa maisha: kimya cha Mungu. Kuna nyakati tunapomwomba Mungu kwa bidii, kwa machozi na maumivu, lakini tunahisi kama maombi yetu yanapotelea hewani. Tunajiuliza, Mungu, uko wapi? Huoni ninavyoumia? Lakini nataka ukumbuke hili: Mungu haachi kuwa nasi hata kidogo. Yeye yupo, kimya chake kina maana. Yuko karibu zaidi ya tunavyofikiri. Anasikia kila kilio chetu, anakusanya kila tone la machozi letu, kama ilivyoandikwa katika Zaburi 56, mstari wa 8: wewe umeweka machozi yangu katika chupa yako. Yeye ni kama mchungaji mwema anayewacha kondoo 99 kuwatafuta waliopotea. Kama baba anayemkimbilia mwana mpotevu na kumkumbatia kwa furaha. Yeye ni mwaminifu, hata tunapokuwa hatuelewi njia zake. Kwa nini basi Mungu anaonekana kuwa kimya? Leo tutafungua mioyo yetu na kujaribu kuelewa hekima iliyojificha katika kimya cha Mungu. Tutajifunza sababu 5 kwa nini Mungu anaweza kuonekana kuwa kimya, na tutagundua baraka zilizofichwa katika kimya hicho. Hii ni safari ya kiroho. Kimya cha Mungu kinajaribu imani yetu. Katika Biblia tunaona mfano wa Ayubu, mtu mwenye haki aliyepitia majaribu makubwa. Ayubu alipoteza kila kitu: mali, familia na afya. Ingawa Mungu alionekana kuwa kimya, Ayubu aliweza kusema bado atamtumainia Mungu aliyemuumba. Kama mwalimu anavyonyamaza wakati wa mtihani ili kuwapima wanafunzi, Mungu pia hutazama kwa kimya, akituimarisha katika imani yetu. Kimya hiki kinatufundisha uvumilivu na kutuonyesha nguvu ya imani yetu kwa Mungu. Kimya cha Mungu hutufundisha subira. Kama vile tunavyofahamu, subira huvuta heri. Tunapomsubiria Mungu tunagonja kupata heri njema kwake. Wakati mwingine majibu ya Mungu sio hapana, bali ni subiri. Katika Zaburi sura ya 27 mstari wa 14 tunaambiwa, mngojeni Bwana, muweni hodari, moyo wenu na uimarike. Naam, mngojeni Bwana. Fikiria Ibrahim na Sara walivyomsubiri mwana wa ahadi, Isaka, kwa miaka mingi. Kwa namna hivyo nasi tunapaswa kujifunza kusubiri kwa imani, tukijua kuwa wakati wa Mungu ni bora kuliko wakati wetu. Kujua kusubiri ni sehemu muhimu ya safari yetu ya kiroho. Kimya cha Mungu hutukuza kwa ukuaji wa kiroho. Vipindi vya kimya si vya utupu, bali ni fursa za kukua kiroho. Daudi, kabla ya kuwa mfalme, alitumia miaka mingi jangwani akimkimbia Sauli. Katika upweke na kimya, Mungu alimfundisha na kumwandaa kwa ajili ya ufalme wake. Kama mbegu inavyoota gizani, ndivyo roho zetu zinavyokuwa katika kipindi cha kimya. Kimya kina nguvu ya kipekee. Kimya cha Mungu hutuvuta karibu naye zaidi. Katika Yakobo sura ya 4 mstari wa 8 tunasoma, mkaribieni Mungu, naye atawakaribia ninyi. Kama mwana mpotevu alivyojongea baba yake, kimya kinaweza kutufanya tutamani kurejea nyumbani kwa Baba yetu wa mbinguni. Kimya ni mwaliko wa kupiga magoti, kusali zaidi, na kuchumbuka katika neno la Mungu kwa bidii zaidi. Katika kimya tunapata nafasi ya kutafakari na kujua mapenzi ya Mungu na kusudi lake kwetu. Kimya cha Mungu hututayarisha kwa kusudi kubwa. Hata Yesu mtu Mungu alipitia kimya kwa safari yake ya msalabani. Yesu alipokuwa msalabani, alisema, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Mathayo 27:46. Ingawa alikumbana na kimya, ushindi wake ulikuwa wokovu wa wanadamu wote. Ndugu yangu, usiogope kimya. Mungu kwa uwezo wake mkuu anajua analothibitisha kwako. Anakutayarisha kwa jambo kubwa zaidi. Kusudi lake kuu kwako linakaribia kutimia. Katika kimya hicho kuna maandalizi ya ajabu. Hitimisho ni amini moyo wa Mungu hata katika kimya.
Ikiwa unahisi Mungu yuko kimya leo, kumbuka kimya cha Mungu sio kukosekana kwa Mungu. Anatembea nawe katika kila hatua, anakushika kwa mkono wake wa kuume kama ilivyoandikwa katika Isaya 41 mstari wa 10, usiogope, naam usiogope, maana mimi yu pamoja nawe. Usifadhaike, maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu, naam nitakusaidia. Nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Mwenzangu, shikilia tumaini. Endelea kuomba, endelea kumtafuta Bwana wakati wa kimya chake. Siku itakuja ambapo kimya kitapasuka, na utatoka ukiwa umeimarishwa na kuwa zaidi katika upendo wa Mungu. Endelea kuamini. Tuombe. Ee Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa kuwa uko pamoja nasi hata katika nyakati za kimya. Tunakuomba utufundishe kuwa kama Ayubu, tujue kusimama imara katika imani. Tujalie subira kama Ibrahim na Sara, kuwa watulivu tukingojea ahadi zako. Tukuze kama ulivyomlea Daudi jangwani, ukimtia nguvu na imani ya ufalme uliomtayarishia. Tuvute karibu nawe kama mwana mpotevu alivyorejea kwa baba yake. Tufundishe kutimiza kusudi lako kama Yesu alivyosonga mbele hadi mwisho msalabani. Tunaomba yote haya kwa jina la Yesu Kristo, Bwana wetu. Amina. Ikiwa ujumbe huu umekugusa, andika amina katika sehemu ya maoni. Mungu anapanga mambo mema kwa ajili yako, mpango wa matumaini na mafanikio. Baki katika baraka zake leo na siku zote katika jina la Yesu. Ubarikiwe na uwe na siku njema.